Ungesimama hivyo. Like hata kukalia kwa swimming pool. Hata kukalia kwa swimming pool. Singesimama peke yangu. Ungesimama peke yako. Lakini sasa umesimama peke yako. Kutoka chini. Situombe huyu Mungu atutoe. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe huyu Mungu atufanye nini? Atutembelee. Baba, nimenena neema ya Mungu katika haya maji. Unapokunywa appetite ya pombe ikuondoke. Appetite yako ya sigara ikuondoke. Mungu akupatie kiu ya kutafuta uso wake. In Jesus name. By faith. Sawa. Thank you. Usiogope, hautalewa. Hautalewa. Asante, nimeshukuru sana. Nimekuombea waini ukatae. Uko tayari kwa hayo maombi? Waini kufanya nini? Tuende tu nitoe yenye iko kwa fridge. Kuna nyingine ya fridge? Itoe kabisa. Enda uitoe. Na iko ghali sana waini, si ndio? How much? Kama 2,000 bottle moja. Chupa moja. Chupa moja 2,000. Na wewe soda ya 50 inakushinda kwa na wewe watu wanakunywa waini 2,000. Na kuombea Mungu, tumikie Mungu sasa. Umenisikia? Kutumikia Mungu. Na nimemwambia mume wako pia grace ya wokovu mali alipo. Hakunywi na havuti. Kwa hivyo wewe ndio unakunywa tu. Sasa namwambia grace ya wokovu. Sasa wewe nini kilikusababisha mpaka unasikia tu kukunywa? Ilikuwa pia pressure kazini tukiwa UK. Marafiki. Break time watu sasa wale wasichana tulikuwa tunafanya nao walikuwa tukienda break tunapata 1 hour. 1 hour ya break. So wanaenda na hapo nyuma wanavuta. So mmoja akaniambia hebu jaribu. Usiboeke. Ukavuta ka Sportman ama Roster. Embassy. Not Kingdom Embassy lakini. Ukaharibu. Sawa. Sasa ulipovuta ukaingia. Ni mbaya sana. Ukasikia imekuingia. Na ya wine pia ni hao marafiki. Sasa wewe unawaambia marafiki ni kitu cha maana. Ni rafiki gani ambaye amekuzunguka? Unaona alikuwa introduced kuvuta na kulewa kupitia nani? Marafiki. Na mume akukataa ufanye. Mume akukataza, wewe uliamua tu umeamua. Apendi but hawezi nikataza. Hayuko eti wale wanaume wanasema usifanye hivi usifanye hapa. Sasa hapo ukaangukia. Sasa leo Yesu anakuambia tu ni mbaya upunguza ama hivi. Sasa mimi nimekuambia acha, hata usipunguze. Wacha. Nimekuambia uache. Na nimekuambia ni mbaya. Unajua sigara inaharibu mapafu. Pafu inakunjwa na ule moshi mpaka inakuwa kiumbe kingine. Kama ushaona nyama ya choma imechomeka vile inakaaga na sura yake. Basi pafu ya mtu mwakuvuta sigara inakaaga hivyo. Namba 2, pombe inachoma maini. Maini yanaanza kubadilika rangi. Ushaona maini vile yanakaa ukienda kwa bucha. Sasa ile rangi inatani inakuwa nyeusi. Alafu yanaanza kukaa kama vile yanausaa ndani. Ina affect maini. Alafu ina change kwa black. Ina change to black. Alafu sasa akichange to black, cells za kupeleka za kufanya functions zinakufa. So unakuta upande unaanza pale ambapo umekuwa affected haifanyi tena kazi. So hiyo nilio inaenda hivyo afu nasikia unakuwa na liver problem. Unaambiwa sasa liver zako ziliharibika, haziwezi kufanya kazi. Na liver ni muhimu sana kwa mwili wa mtu. Kuna a big role inafanya kazi kwa maisha yako. Mimi sijasomea hiyo, lakini nakwambia kulingana na ule utafiti wa Roho Mtakatifu ananisaidia. Semeni amina. Praise the Lord. So ni kitu cha maana sana. So angalia future yako. Usione starehe sasa. Unaangalia future. Hii kitu nakunwa na inapotea kwa mdomo. Unasikia kama spirit. Umekunwa alafu inapotea. Je, ikiingia kwa tumbo inaingiaga wapi? Hii kitu navuta alafu moshi unaenda alafu unatoka na mapua. Moshi maana Mungu angetaka kutumba na moshi angetufanya kama gari ya moshi. Naona hata Mchina sasa amefanya paka gari ya moshi itoe moshi. Zamani gari ya moshi zilikuwa zinatoa moshi juu. Si mnakumbuka zile mko mkienda nazo kweli? So naikumbuka. Sasa Mungu angetaka tutoe moshi, angeamua tu. Ukiongea tu ndo tuishi. Sasa mwanadamu akajitafutia idea. So angalia sana isi affect mapafu yako. Kwa sababu mapafu yanachuja hewa.
So yakiwa affected utaanza yatakosa kuchuja hewa na mwisho una block hata kuvuta pumzi. Mapafu yakiwa affected. Number 2, maini yakiwa affected utakosa maisha. Uko na maisha marefu ya kuishi. Umenisikia? So Yesu akusamee leo, akuponya na akuondolee hiyo kiu. Na kama utaisikia inakuja, tafuta Rachel akulete tukuombee tena. Sawa? Akulete, mwambie ile kasigara kile kaemba. Sasa nimekukosanisha na sigara na nimekukosanisha na wine. Enda uitoe sasa. Hata uweke video, umpige video akipasua chini. Alafu unitumie hiyo video. Sawa? Sawa. Muende kwa nyumba uchukue hiyo wine useme hii ndio nilikuwa nakunywa kuanzia leo. Nimekulaani wewe wine. Alafu ibwage mahali ipasuke. Alafu kusanya utupe hizo machupa. Useme wine na mimi leo una sigara ziko. Embassy. Uko nazo nyumbani? Uzishike uzionyeshe na kwa video na nini, alafu uzikate pieces. Alafu uziharibu. Zimwagilie maji. Zimwagilie maji kabisa. Zikufe hata mtu mwingine asivute. Usibariki nayo mtu. Sasa kwa sababu nimeacha, acha nikubariki na hii wine hata uendelee pole. Usibariki nayo mtu. Kwa sababu wewe Mungu amekusamehe, ya wengine wasiingie kwa mikosi. So unaona huo ni ukombozi. The masses of God inaletaga salvation, masses na inaleta restoration. Sasa tumeona the masses of God. Sasa the same masses iombe, uione kwa maisha. Thank you. Umekuja for the time of God. Ile nyingine uko unaona ni vizuizi kwa sababu iko wakati wa Mungu. Sasa ndio wakati wa Mungu. Maana sasa jabu ungepona na ungeokoka. Na ungerudia tu mvinyo wako vizuri, ukisema pastor ameniombea nimepona, sasa wacha nini nikaongeze mzinga. Ungeenda ukaongeza wa 3000.